nimefurahi sana na naona nina heshima kubwa kuweza kushiriki katika jambo hili kubwa la kihistoria, jambo hili kubwa lenye fahari, jambo hili kubwa ambalo linatupelekea kuweza kushuhudia kuzaliwa kwa harakati ya kijamii ambayo ina lengo la kuimarisha umoja, upendo, amani na mshikamano, lakini kusaidiana na kujenga maendeleo ya wananchi kwa nguvu zenu wenyewe, na haswa katika bila kujali itikadi, bila kujali kabila, bila kujali kipato na hali ya mtu. Hongereni sana, kwa kweli mmeandika historia kubwa, historia ya watu ambao wameamua kwamba changamoto za maisha hazipaswi kubebwa na mtu mmoja mmoja, bali zinapaswa kubebwa na wote kwa pamoja kwa umoja wetu. Hongereni sana. Niwaombe sana muendelee kuhakikisha uhai wa umoja huu, mfuate katiba, kanuni na nyenzo mbalimbali zinazounda umoja wenu. Umoja wenye katiba kwa hakika ni lazima utajua unapoelekea. Umoja wenye katiba utaweza kutatua changamoto endapo zitajitokeza kwa misingi ya katiba. Umoja wenye katiba utaweza kudumu kutoka kizazi kimoja kwenda kingine, sio nyinyi tu. Miaka 20, 30 mingine ijayo wengine watakuwa hawapo au hawana nguvu. Kwa mnapokuwa na miongozo hii, miongozo sahihi inawasaidia kujua mnaenda wapi, lakini kuweza kurithisha kizazi kingine kinachokuja cha wana ukuu. Madhumuni yenu ya kusaidiana wakati wa shida na wakati wa furaha, kusaidia jamii inayowazunguka na kujenga mfuko wa pamoja wa kusaidiana, kwa hakika ni madhumuni yanayogusa moyo wa utu wa Mtanzania. Ndugu mwenyekiti pamoja na wanachama wa ukuu, katika kipindi kifupi tangu mmeanzishwa tarehe 5 Oktoba mwaka 2025, mmeonyesha kwamba mafanikio wala hahitaji kuwa na muda mrefu. Kikubwa kinachohitajika ni kuwa na maono, dira na dhamira ya dhati, lakini pia umoja na kuwa na nidhamu na kupendana. Kwa sababu msipopendana, leo hii tungeshasikia miezi 7, 8 baadaye umoja huu umesha kufa. Kwa ninawapongeza sana sana kwa namna ambavyo mmeendeleza nguzo imara ya umoja wenu. Serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa kiwango kikubwa sana katika miundombinu ya mawasiliano, katika upanuzi wa internet na huduma ya broadband, lakini vile vile huduma mbalimbali za kidijitali, ili kuhakikisha Watanzania wanashiriki kikamilifu katika uchumi wa kisasa, uchumi wa kidijitali. Ninawahimiza wanachama wote wa ukuu, hususan vijana, lakini pia hata kina mama, wengi unakuta wako nyuma, kujifunza ujuzi wa kidijitali. Lakini hata kina baba ambao pia umri kidogo umekwenda, nadhani tuendelee pia kuweka jitihada na kuweza kujifunza.